Wewe alibatamka bwana. Na sisi tunamwambia aende mwananchi wa kawaida complainant mwenye alilodge complaint against Albert pia tumjue. Aya ya kwanza, kifo cha mbunge. Mbunge alipoliwa, waliweza kujua nani alimuua katika chini ya siku 2. Waliweza kumfuata kutoka Mbagathi, wakafuata pikipiki zote, CCTV zote zilikuwa zinafanya kazi, wakamfuata wakajua mpaka mahali anaishi, wakapata mpaka bunduki ambayo ilimuua na wakashika mwingine akienda kuhepa kwa boda, na wote sasa wako karibu kuhukumiwa chini ya siku 3. Aya ya pili. Aya ya pili. Kifo cha mwananchi wa kawaida. Soma haraka. Mwananchi wa kawaida alijigonga akajiumiza. Soma kwa haraka. Akajiumiza. Hatuwezi baini sababu CCTV. Soma haraka. Wachunguzi wakabaini upasuaji, alinyongwa na kupigwa. Hauoni ama nini? Haigurumi, haifanyi kazi. Naye mtemi ana kibu na mshukiwa hangatuki kamwe kama ni wakani hatutaki information which was already in a national newspaper. Ndio. Whatever huyu kijana aliandika ilikuwa imeandikwa kwa gazeti hata mbeleni. Ndio. So watu waambie ni nani mwenye alikuwa complainant wa huyu kijana ndiye akaenda akakamatwa. Ndio. Yeah, to give us information, wacha kutuambia hapo sijui OCS sijui nani. Ndio. Wale walichukua kijana kutoka Homa Bay, nao pia tuweze kuwajua na waweze kuchukuliwa hatua. Ndio uchunguzi ukifanywa sasa. Yes. Uwe complete. Na mwenye complainant mwenye alilodge complaint against Albert pia tumjue. Ajue ni nani. Yes. Geoffrey Musiri amesema ataenda Tao aangalie CCTV ajue ni nani ambaye amevunja dustbin ya Tao na wale ambao waliiba. Na sisi tunamwambia aende Central Police wajue venye wateke CCTV, watuambie ni nani ambaye aliua Ojwang. Yani dustbin imekuwa more important than the life of a person. Like seriously. Wewe alibatamka bwana. Abante. Ni kama hii chana Albert tumenyorosha tukatandika mpaka ikafariki. Sasa tutajitetea namna gani kwa hii maneno bwana? Abande kito bwana. Mimi sitakufundisha kila kitu bwana. Ita media ambia hii chana imejigongesha kichwa kwa ukuta ikafariki.